Unayo. Haleluya. Huna uwezo wa kutengeneza pikipiki, lakini elimu nini? Acha kutengeneza kwa tafsiri kwa fundi. Yaani unakaa chini, akili yako ile uliyoisoma inatengenezewa uvuvio, inatengenezewa utafiti ndani. Haleluya. Inapewa zaidi ya maarifa ndani. Inaanza kusema naweza tengeneza ndege. Haleluya. Ninaweza tengeneza pikipiki. Haleluya. Aba wengine wanaweza wakaja wakaniuliza fanyaje? Halafu mimi nami niwaambie kaeni hapa niwafundishe fanyaje mpaka ikaja kuwa pikipiki, mpaka ikaja kuwa meli, mpaka ikaja kuwa gari. Sema amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwisho wa siku unaweza ukatengeneza shule ya kutengeneza nini? Magari. Sema na amina tena. Sema amina tena. Lakini unaweza ukaona asilimia kubwa wa Afrika akili zetu hazijafika kwenye uchaji wa kufikiri, kuvumbua vitu visivyopatikana darasani, kuvumbua vitu visivyopatikana shuleni. Zote tumesoma, tumemaliza, tunafanyaje sasa? Tunatakiwa tutumie elimu zetu tupate hela, si ndio? Tutumie elimu zetu tufungue viwanda vya magari, tutumie elimu zetu tufungue miradi iliyoko kwenye vichwa nini? Vichwa vyetu. Na cha kwako ni kipya, cha yule ni kipya, na cha yule ni kipya, ni zaidi ya vilivyokuwepo hapo kwanza. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Hatufungui vilivyopo, lakini tunafungua vile ambavyo Bwana alitupa. Maana yake wengine watakuja kwangu mimi aleni wajifunze hichi nilicho nacho. Sema amen. Haleluya. Yes. Watakuja kwangu wajifunze kwa kile nilicho nacho. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Halo. Kwa Afrika tumekuwa watu mara nyingi sio hatusomi. Elimu tulizonazo wanazo. Sindio? Elimu ya mwisho ya elimu ya kawaida ni master ni PhD. Sindio? Hakuna darasa lingine zaidi ya elimu. Na hakuna vyuo vyovyote vinavyofundishaga kufikiri kutengeneza magari. Ila kutengeneza magari kinamtegemea mwenyewe aliyejiandaa kuitengeneza akili yake iwe hai, akakae kwenye chumba chake cha ndani, aanza kufikiri nini nifanye. Oh, haleluya. Halafu aanza kujaribu cha kufanya, ajaribu na hicho sawasawa na alivyofikiri. Kikigoma narudi tena wapi? Chumbani anafikiri kitu gani kilipelea. Maana yake kuna akili ya ziada ambayo Mungu alitupa. Hiyo ndio tunataka iamke katika jina la Yesu Kristo. Sema amina. Na tutakapofika hapo, hatutaingia darasani kusoma ili tuje kuwa watumwa wengine, ili tukafanya kazi kwenye makampuni mengine. Tutaingia kusoma ili tuongeze nguvu ya kufikiri vizuri kwenye kuandaa makampuni ya kwetu wenyewe. Mimi sijajua kama unanielewa. Mtu mmoja apigie Yesu makofi. Halo. Bahati mbaya moja unaiona. Unaweza kafika chuo kikuu, ninachoshangaa, una degree, una degree 2, una degree 3, unauza chips. Mimi sijui kama nafikiri pamoja na mimi sijui. Unauza nini? Kuna shida. Mimi naona kuna shida. Hapo kuna shida. Jamani, haleluya. Hapo kuna nini? Kuna shida. Kama Mungu alisema msiache elimu ikaenda zake, alikuwa na maana. Atakapoondoa ukungu wa ujinga, anajua hili linakuwa ni jitu lina Mungu linalofikiri mahali linashindwa. Kuna akili ya Mungu inanisaidia kufikiri vizuri zaidi. Haleluya. Mimi naweza nikasema hivi. Ukiwa na elimu zaidi ya degree 1, ukawa na degree 2 na umeajiriwa, wewe ni mtumwa. Ni mtumwa baba. Kwa sababu utaambiwa kaa utakaa, inuka utainuka, lala utalala. Ni mtumwa, si mtumwa? Jamani, haleluya. Huyu ni nani? Ni mtumwa. Haijalishi umesoma, lakini unaweza ukawa nini?
Yes, hebu nyuma. Elimu yako unataka iishie kwenye nini? Kwenye wapi? Haleluya. Kwenye kiwango gani? Yani elimu ulionayo unataka iishie wapi? Ikuzalie nini? Maana hapo unapofanya kazi, elimu yako bado haina kazi. Kiwango cha ukubwa wa elimu yako bado haina nini? Elimu sio ujue kuongea Kiingereza mselama. Haleluya. Haleluya. Elimu sio kujuana na mataifa mengine. Elimu ni kujua huu dogo na ufanyaje uwe nini upeunipera. Hiyo ndio inaitwa elimu. Haleluya. Elimu ni kuambia watu ninalo jambo jipya ambayo dunia nyingine hainayo. Ufumo huu ninao mimi peke yangu. Hiyo ndio nini? Hiyo ndio elimu mimi ninayofanyaje? Ninayoisema. Haleluya. Sema tena amen. Wazungu wamefika mbali, wanajua ya kwamba kwenye vitabu ndipo tunaweza kupata vitu vinavyoweza kutuongezea nini? Akili. Wametenga na muda wa kusoma hata vitabu vya wengine. Wametenga hata kama angekuta kitabu cha Masoniki atakichungulia. Kama naona na nguvu ya kukisoma, wanafanyaje? Inawezekana wanapitaga kwenye njia tunapitaga, ndio maana tunachelewa kwenda ili tupate kuwadhibiti. Kuna namna jicho litapita pale, litawaangalia kama hana cha kuokota na hakuna vinavyofaa, ila unajua nguvu zao ziko wapi, wanapita njia gani. Kama wangekuwa wanapita njiani kwetu tumejipanga kwenda, hawa nao ni maadui kwenye njia zetu, lazima tukabiliane nao kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Majira ya Waafrika wengi wao hawapendi kusoma, yani kuitafuta nini? Elimu. Jamani, haleluya. Tumetangaza kongamano zuri linalohusu elimu, kufufua elimu. Lakini unaweza kaona watu wanaoshawishika kufanyaje? Wanaoshawishika kufuatilia hicho kinachohusu elimu ni gani? Lakini wengine mmewaalika wanaweza kusema ni dini gani wanazungumza juu ya hicho kitu, wakati elimu yake hata kutengeneza mandazi yake. Yaani elimu yake, haleluya, ukimpa ramani nenda Iringa hapa juu ya elimu yake, upe ramani ya kutoka hapa Dodoma kwenda Iringa, hajawahi kufika kwenda Iringa kituo cha mabasi, upe ramani afike. Sijui kama unanielewa. Jamani, haleluya. Kwa elimu imekuwa gharama kwa kiwango cha watu ambao hawajui, lakini sisi tunaojua elimu ni ya muhimu kiasi gani, ina gharama kubwa sana kuipata, na sio ya muda mchache, ya miaka nenda miaka rudi mpaka leo. Watu wanaojua faida ya elimu na uzuri wao bado wako darasani wanasoma, na kama wamemaliza wanasoma masomo ya online, wana digrii ya kwanza, digrii ya pili, digrii ya tatu ya uchumi, wana digrii moja mbili za kila sehemu. Kwa nini? Kwa sababu wanataka kujua na hapa nitaokota nini. Haleluya. Na hapa nitaokota nini. Haleluya. Yes, ninataka kutawala Tanzania. Ninawezaje kuwa na nguvu mahali fulani, na ukisoma utaelewa yule aliye namna ile ana nguvu kiasi gani. Nawezaje kumshawishi nikamtamani? Lazima kwanza niingie darasani nisikilize. Siasa sio nguvu, siasa ni nini? Siasa ni akili. Haleluya tena. Sema amen. Na yamkini hujajua siasa ni masomo halisi kabisa. Halo? Amen. Jaribu kufikiri majianti ya kiutawala katika dunia yalifaulu sana kwenye masomo ya nini? Ya siasa. Mungu asifiwe. Hata ukiniuliza hiyo ni waziri la Marekani la miaka ya 69 mpaka 72, Kennedy na nani lilisoma somo la siasa, wanalisifu kwenye mambo ya nini? Ya siasa, wakalipa waziri wa mambo ya nje. Haleluya. Waziri wa mambo ya nje ni mtu anayejua kuzungumza na nini? Na watu, anazungumza na watu sawa sawa na walivyo. Akienda kwa Wajerumani anajua hawa Wajerumani tabia yao hii. Okay, kwa sababu mimi ni msomi nitaenda nao kwa namna
Nikienda kwa Waingereza tabia yao nini? Ni hii. Hawanisumbui. Haleluya. Kodi zinabadilika kila unapokutana na watu. Nikienda Afrika wanapendaga hivi. Kwa hiyo nitaenda sawa sawa na wanavyo. Kwa hiyo yeye anakuwa ni nyavu kama kokoro linalokusanya vyote. Haleluya, haleluya. Linalokusanya nini? Vyote. Kwa hiyo amesoma watu wa aina zote. Tutafika huko. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunazungumza juu ya elimu. Ni muhimu mimi na wewe, ili tufanikiwe katika maisha ya kawaida, inahitajika elimu kabla ya hela. Hela ikitangulia inaweza kupotea kabla haijawa nyingi. Hello? Hela ikitangulia inaweza kupotea kabla haijawa nyingi. Kabla haijawa nyingi. Miaka ya 97, 98, sijui sikumbuki vizuri. 99. Baada ya kutoka kule kufanya uhalifu, alafu nikarudi mjini, nikaanza kufanya biashara ya kuuza viazi sokoni Mageni. Bwana asifiwe. Nikapata pesa, nikapata meza ndani mule sokoni. Haleluya. Na nikawa napanga viazi pale nje. Pressure ya kukosa elimu. Nikawa na hela ya kuweza kufuata magunia kadhaa Mbeya ya viazi kuleta Dodoma. Yes. Siku moja nimepita kwenye eneo kama kuelekea Nyerere Square, kuna benki moja inaitwa NBC kama sikosei. Hapa kuna jumba limoja liko hapa, lina michezo inaitwa Jackpot Bingo. Liko hapa. Haleluya. Nina kibunda changu kirefu. Akili za kwangu za haraka zisizo na elimu zikasema, cheza ya kipindi utapata hela. Bwana asifiwe. Msomi anaelewa kufanya kazi kupata hela. Sisi ambaye hatusomi tunajua kucheza ya kipindi bingo ndio kupata hela. Lakini wao walioanama ya kipindi bingo hawachezaji. Sijua kama mnanielewa Kiswahili. Haleluya. Yale maji ya kipindi bingo yameandaliwa ya wape hela. Hawajawahi kuandaa kuwapa watu utajiri. Hata siku moja. Hata siku moja. Hata mimi nisingekupa wewe. Hata kama huko kanisani nimetengeneza mchezo nikupe utajiri. Haiwezekani. Wale sio mazombi kama unavyofikiri. Ila zombi ni lile linalocheza. Mwangalie jirani yako, hii sijui ni wewe, sijui ni nani, sijui. Jamani, haleluya. Zombi ni lile linalo. Sasa mimi nikajaa kwenye mfumo, halafu nilisiku naingia, aliingia na mwalimu wa sekondari kama sio sekondari wa msingi, ametoka kuchukua hela na yeye. Anakamisha haraka zake, ametoka kwenye kijiji chenye kilomita kama 22-25. Alafu akakuta kuna zile shilingi zinadondoka. Na kilichonishawishi zile shilingi zinatoka, inawezekana zilikuwa shilingi 30,000, sawa? Lakini macho na masikio yanasema hizo ni bingo zimedondoka, weka 100 pata bingo. Hela haipatikanaji hivyo. Msingi wa hela ni akili, mfumo. Sema bila tena. Msingi wa hela ni akili na nini? Inaanza akili, inakuja elimu, unakuja nini? Mfumo. Asikudanganye zaidi ya hapo. Leo pewa milioni 100. Wana utakachofanya. Ghafla utashinda umebaki na milioni 6. Unauliza ulikuwa unafanyaje? Nilinunua bati, nilipigia banda la nguruwe. Na zingine nilisafiri, nilielekea Sumbawanga, zingine nilielekea nyumbani kijijini wapi. Haleluya. Na nikakuta mama kidogo alikuwa na hafla, sio nini? Yaani unajenga nini? Hoja. Jamani, haleluya. Mwenye akili, mwenye mifumo, hela haitumiki kwa sababu inataka itumike. Hela inatumika kama inaruhusiwa na mfumo kutumika. Sema mimi tena, haleluya. Kama inaruhusiwa na mfumo kutumika ndivyo inaweza kufanyaje? Lakini kama hairuhusiwi, hata kama haiwezi kutumika. Jamani, haleluya tena. Kwa hiyo nikaingia mle ndani kwenye Jackpot Bingo.
kibunda changu cha kwenda Mbeya na kurudi. Nikaanza kucheza, nikawa msawasili, nikanikaribisha mimi. Halafu yalioko pale akasema weka nyingi ili zikila ukizila ziwe nyingi sana. Na kule kuna watu wanazungumza na watu, sema amina. Wanazungumza na watu, wanashawishi uendelee kufanyaje? Kucheza. Mwanangu nikacheza, hela inaisha, nikacheza. Nikagundua moyo unaanza kurudia mgongoni baada ya kifuani. Nikatua moyo. Jana mtu alikuja, aliweka tu shilingi 10,000, akala milioni. Iliyobaki nikasema naweka hii, Mungu hawezi kuniacha, atakuacha hapa hapo. Mungu atembeani na wajinga. Yaani niliacha hapa hapo. Nilipoweka ilikweka tu. Halafu nikaanza kuangalia mlango, sioni wa kutokea, tunasikia hivi. Nikatafuta kiti kwanza nikakaa. Sasa wakati nikakaa, nilipokuwa nimekaa, yule mwalimu aliyepokea ule mshahara naye anakoma. Alhamdulillah. Kilio cha wengi ni nini? Ni sherehe. Na yeye nikaona macho yameanza kupata tabu, nikasema safi kabisa. Watu nisaidie kulia. Wajinga ndio nini? Wali wao. Akaweka kama mshahara kote. Hata nauli hana. Akaanza kulia, mimi nikasema Mungu karibu. Kipindi hicho tulikuwa na kama majengo sio Mungu. Yaani kutoka pale majengo tu pale, majengo nimefika. Sasa yeye anaenda kijijini. Mimi nikaonekana kama mimi kidogo pigo langu sio zito. Kilio kikamwamsha. Kwa hiyo nilihamishia hisia zangu zote wapi? Lakini mwanzo wa kufilisika biashara yangu mjini ni jakati bingo. Je, swali langu linakuja, akili zangu zilifikirije? Kama zingelikuwa zinajua mtiririko wa upatikanaji wa pesa ambao mimi peke yangu sasa nimekwisha kuandaa kupitia elimu yangu, maana zile pesa ningeziweka kwenye mfumo wa nguvu za maono na ndoto nilizo nazo, ninaiamini kesho kutoka kwenye mifumo yangu. Piga Yesu makofi mtu mmoja, haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nilifilisikia hapo. Kwa hiyo ninapoyazungumza haya, umasikini wa watu wengi Afrika duniani walionao ni upungufu kwanza wa elimu, lakini cha pili ni upungufu wa kutafuta mbinu za kufumbua ni namna gani naweza pata hela. Sema amina tena. Sema amina tena. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunapozungumza juu ya elimu, tunagusa maisha ya kawaida na tunagusa maisha ya kiroho. Tu ni kwambia hata maisha ya kiroho yanahitaji elimu sana. Jamani, haleluya. Yanahitaji nini? Elimu. Yanahitaji elimu. Tutakapofika kwenye habari za watu unaotakiwa kuwa nao, utaelewa ni watu wa aina gani ambao wanaweza wakakusaidia. Wale wanaotaka kufungua viwanda, makampuni, utaelewa kidogo. Jamani, haleluya. Okay. Kwa hiyo ninaposema tunataka kufufua akili, maana yake ni hii. Kumbuka, kama vitu hivi tutakavyoendelea kuzungumza vimekufa yule mtu huyo, hataweza kufanikiwa maisha yake yote. Bwana asifiwe. Hataweza kufanikiwa maisha yake. Kuna baadhi ya vitu watu wanalogwa, ila kuna baadhi ya vitu inatokana wapi? Kwenye akili. Sema amina tena.